mwingine kuna mama moja. Siku moja mama huyu kwa nenda anabeba mizigo, anaenda anachuruza, anapanda anashuka, anapanda anashuka. Lakini huyu mama baju ya shetani balika kumwambia aseme, wewe hivi tu bwana yako unaenda kunafanya kazi, bwana yako anatumika, lakini franga bwana yako analeta zote hazifike kwako. Wewe ujikaze ukiye kofasi tutakubeba. Ule mama kumbe alikuwa ashatumikia ngombe yake ya mbanzi, alitumikia dume yake ya ngombe. Mama anatosha ile franga, lakini sasa anatosha franga anaenda kuuza dawa, lakini watoto wanarudisha kwa masomo. Lakini yeye maisha yake na maisha ya watoto wapi? Tabani chini. Lakini anatosha ngombe ya dume, anaipatia mfumo, anampatia dawa. Na kitu kienyi kilishangaza sana, ule mama alikuwa Mkristo na alikuwa anaimba. Siku moja Roho Mtakatifu akatomboka sana. Mzee Mfole walikuwa bangali, bakapanda kule yulu, bakafika nyumba ya ule mama. Ule mama roho akamchoma. Mama akasema, ile dawa nilipatia nilitia kule yulu kana kanshosho ka nyumba. Ustori akakamata iki kipandio, akapanda kaomba Mungu, akapanda akachoma na lulu kitu pale kwenye alikuwa anarutia. Wewe ndio angalie sasa kitu kile kiliuza ka ngombe. Ni maboya manyowa, banatia mu machupa, banatia mu umayiwe kumakayu, labda balibulokotaka kama wapi asidue, njoo balimfungia wakambatia na wanamwambia, tangu leo kuna mtu anapeleka kwako tena. Tangu leo bwana yako atakupenda sana. Tangu leo hii kwa ukingo, hii kwa mapendo, kama mapendo mnasemaka, hii kwa kila kitu na watoto yako watalindwa, vitu yote vitalindwa. Lakini iko anakuja mkanisa, anakuja kufanya na huduma, lakini kumbe iko na Mungu wake, umwake mnyumba mmoja anamchungaka. Ile ni kufanya nini? Ni kubadilisha jiwe kwa mkate.